Nadia's Heart Talks. Hivi unajua kwamba kuna wakati unampenda mtu sana mpaka unaanza kupigania nafasi yako kwenye moyo wake. Unamtafuta, unamsubiri, unamsamehe tena na tena, unajitahidi kubadilika ili akupende zaidi. Leo nataka nikuulize swali moja. Kwa nini unahangaika kumshawishi mtu akupende wakati mtu anayekupenda kweli hata kufanya uombe nafasi kwenye moyo wake? Leo naomba tuzungumze kuhusu kuachilia bila kupoteza thamani yako. Assalamu alaikum besties, karibuni tena kwenye Nadia's Heart Talk. Kama hii ni mara yako ya kwanza, mimi naitwa Nadia. Hapa tutakuwa tunazungumzia mambo mengi tofauti kama masuala ya mapenzi, heartbreaks, self-worth, healing na mambo mengine ambayo tunapitia kimya kimya. Lakini leo kuna jambo nataka tuzungumze kwa moyo wa kweli kabisa. Usimlazimishe mtu akupende. Najua ni rahisi kusema kuliko kutenda, lakini hebu kaa kwanza hapo tuzungumze kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unajua kuna wakati mwingine huwa tutambui kwamba tunalazimisha kupendwa. Yaani kuna vitu unaweza ukawa unafanya, lakini kumbe vile vitu vinaashiria kumlazimisha mtu akupende. Tunaita kupigania relationships, tunaita kumuelewa mtu, tunaita kuwa na uvumilivu, patient. Lakini kuna tofauti kati ya kupigania relationship na kumpigania mtu ambaye tayari ameshafanya maamuzi ya kutokuchagua. Hapo tunatakiwa tujue tofauti ya hivyo vitu viwili. Kupigania mahusiano ama kumpigania mpenzi wako ambaye tayari katika moyo wake ameshafanya maamuzi ya kutokuchagua. Tayari kwenye moyo wake ana mtu mwingine ama ana mtazamo tofauti na ule ambao wewe unao juu yake. Kwa hiyo tukishajua hilo, tutajua jinsi gani ya kujichagua sisi wenyewe. Kama kila siku wewe ndio unaanzisha mawasiliano, wewe ndio unaomba attention, wewe ndio unauliza unanipenda bado, wewe ndio unaitafuta sababu za tabia zake, na kila unapojaribu kuondoka anakurudisha kwa maneno machache tu, basi besti, jiulize kama unapendwa au umezoea kupigania nafasi yako. Hilo ni swali zuri sana ambalo kama mwanamke ama msichana unatakiwa ujiulize, na hii iko kwa pande zote mbili, kwa mwanamke na kwa mwanamume. Ikiwa wewe ndiye endesha gurudumu la mahusiano kwa kumtafuta, kwa kutaka attention, kwa kumsamehe, kwa kumfutia makosa yake, yani nikimaanisha kwamba anapokukosea basi wewe unajipa sababu, unamtengenezea sababu ya yeye kukukosea ili ujifariji moyo wako na uweze kuendelea naye, basi jua kwamba upendwi, bali unapigania nafasi yako kwenye maisha yake. Unajua mtu anayekupenda anaweza akakukosea, anaweza akakuudhi, anaweza akawa na mapungufu kwa sababu ni mwanadamu, kama vile ambavyo wewe pia unaweza ukawa na mapungufu yako. Lakini kitu ambacho hutakiwi kuishi nacho kila siku ni kujiuliza, je, bado ananipenda? Je, kuna mtu mwingine? Kwa nini hanifuati? Kwa nini mimi ndiye najitahidi kila siku kuanzisha mawasiliano, kumpa attention, kujishusha labda, kuomba msamaha? Kwa nini kila siku mimi? Unajua upendo wa kweli haumaanishi kwamba hutakiwi kuumia. Of course maumivu yapo. Maumivu yapo hata kwa yule mtu ambaye anakupenda. Inaweza ikatokea akakuudhi, akakukosea, ni vitu vya kawaida kwenye mahusiano. Lakini hupaswi akufanye ujisikie kama hustahili kupendwa. Ukijihisi kwamba hustahili kupendwa, tayari hapo kuna tatizo na unatakiwa utafakari sana. Yaani ujipe muda wa kufikiria,
kuyatathmini mahusiano bila kupendelea. Yaani unatakiwa uwe mkweli, uwe mwazi na ujiulize, hivi haya ni mapenzi ya kweli ama mimi nalazimisha? Mbona mwenzangu hafanyi hivi ambavyo mimi nafanya? Kwa sababu mapenzi uliokuwa nayo kwenye moyo wako kwa mpenzi wako na vitu ambavyo unavifanya kwake, hiyo ni kipimo tosha kwamba unampenda, na inatakiwa iwe vice versa. Yaani na yeye pia akufanyie hivyo hivyo, kwa sababu akikufanyia hivyo itakuthibitishia kwamba na yeye anakupenda. Na asikudanganye mtu kwenye mapenzi ya kweli. Yaani mapenzi ya kweli huwa yanaonekana kwa vitendo, maneno. Haimaanishi kwamba mtakuwa hamgombani, haimaanishi kwamba mtakuwa hampishani kauli. Kupishana kauli ni vitu ya kawaida. Tunagombana na wazazi wetu, tunagombana na watoto wetu, tunagombana na marafiki, ndugu, kama kazini, hata vikombe. Kuna msemo Waswahili huwa wanasema kwamba hata vikombe kabatini huwa vinagongana. Kwa hiyo hata kwenye mapenzi ya kweli kutofautiana kupo, lakini inategemea. Yaani kutofautiana kupo, lakini inategemea na makosa, inategemea na matendo ambayo mnafanyiana. Matendo yanaweza kaashiria upendo, na lakini pia matendo yanaweza kaashiria kwamba hapa hakuna mapenzi, bali mmoja kati yetu anapigania mahusiano. Na kama utahitaji kila siku kumshawishi mtu wako ama mpenzi wako ama mume wako akuone kwamba wewe ni mke bora, ama akuone wewe ndiye mama bora, akuone kwamba wewe ndio mwanamke mzuri, akuone wewe ndio unaijua sana, kwamba wewe una tabia nzuri, kwamba wewe ndio mwanamke sahihi, basi huenda tatizo sio kwamba wewe upendeki. Tatizo sio wewe. Tatizo ni upo sehemu ambayo thamani yako haitambuliwi. Uko sehemu ambayo effort zako hazionekani. Uko sehemu ambayo jitihada zako hazionekani. Na ukifika kwenye situation hiyo, basi jua uko kwenye sehemu ngumu. Kwa nini tunajua kwamba mtu hatutendei vizuri lakini tunashindwa kuondoka? Kwa sababu wakati mwingine hatuogopi kumpoteza mtu, tunaogopa kuanza upya. Kuna wakati tunaogopa kuanza upya, tunaogopa kuwa peke yetu. Yaani mtu anaogopa kuwa mpweke. Unaona, mimi siwezi kuishi peke yangu, nataka niwe na mtu. Tunaogopa kwamba hatutapata mwingine. Tunaogopa kwamba labda huyu ndiye alikuwa mwisho wetu. Yaani unajikatia tamaa kwamba nikiachana na huyu mtu ndo basi. Yaani tunaogopa kwamba labda huyu ndiye alikuwa mwisho wetu. Yaani unaona kwamba pengine nikishaachana na huyu mtu sitopata mtu mwingine, labda ni mtu ambaye nimezaa naye watoto 2, 3, mmoja. Kwa hiyo unaona niachane na huyu nikaanze maisha mapya, ama ni mtu ambaye nimekaa naye zaidi ya miaka 2, 3, 4, 5 mpaka miaka 10, miaka 20. Unaona huwezi kuanza upya kwa sababu umeshaishi naye kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaogopa kuanza upya. Lakini ukweli ni kwamba unaweza kumkumbuka mtu na bado ukachagua kuondoka. Unaweza ukampenda mtu na still ukachagua kuondoka. Unaweza ukawa umeishi na mtu miaka mingi, lakini ukaamua kujipa kuondoka kwa sababu ya amani ya nafsi yako. Ukaamua kupambania amani yako, kwa sababu unapokosa amani na utulivu wa nafsi, kila kitu kinakuwa kichungu. Unapokosa amani ya nafsi, hakuna kitu kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kupambania amani yako. Usitumie nguvu sana kuonesha thamani yako kwa mtu, bali unaweza ukatumia muda ule kujijenga, kujipenda. Na utakapojipenda kwa dhati na ukajipa muda kwa ajili yako, basi utajua na utajifunza ni jinsi gani watu wengine wanatakiwa wakupende. Hivyo unajua, mara nyingine watu huhisi kwamba kuondoka kwenye mahusiano ni kushindwa. Yaani umeondoka kwa sababu umeshindwa, lakini hapana. Wakati mwingine kuondoka
ndio mara ya kwanza ya kujichagua. Yaani kuondoka kwako ni kwamba umeamua kujichagua wewe mwenyewe. Na kuachilia haimaanishi kwamba kila kitu kilichotokea kilikuwa ni uongo labda. Na kuachilia pia haimaanishi kwamba moyo wako utaacha kupenda siku hiyo hiyo. Unaweza ukamwacha mtu ambaye bado unampenda, na mara nyingi inauma sana kumwacha mtu ambaye unampenda. Kunaumiza. Unaweza ukamwacha mtu na still bado unampenda, unatamani kuendelea labda kuwa naye. Na kuachilia haimaanishi kwamba moyo wako utaacha kumpenda siku hiyo. Inataka muda, kwa sababu mtu uliyempenda kwa dhati huwezi kuachana naye leo alafu leo ama kesho ukamsahau. Ni process ambayo inataka muda. Lakini pia kuachilia ni kukubali kwamba upendo wako peke yako hauwezi kujenga relationship ya watu wawili. Huwezi kupenda kwa niaba ya watu wawili. Huwezi kuwa loyal kwa niaba ya watu wawili. Huwezi kuwa na mawasiliano kwa niaba ya watu wawili. Na huwezi kujenga future kwa niaba ya watu wawili. Hivyo vitu vyote vinataka ushirikiano. Mapenzi yanajengwa kwa pande zote mbili. Wanasema mapenzi ni nipe nikupe. Mapenzi hayajengwi na mtu mmoja. Mapenzi yanajengwa na watu wawili. Ikiwa mtu mmoja ndio anayejenga mapenzi, basi mwisho wa hayo mapenzi ni kuchoka. Kwa sababu huwezi kuwa unampa mtu mapenzi, maneno mazuri, lakini yeye akawa anakupa karaha. Kwa hiyo mwisho wa siku inapelekea unachoka na unakuja kufanya maamuzi ambayo pengine hukuyatarajia. Na kama wewe ni mtu wa kumwamini Mwenyezi Mungu, kuna jambo ambalo nataka ukumbuke leo. Wakati mwingine tunashikilia kitu kwa nguvu kwa sababu tunaamini kwamba kukipoteza ndio mwisho wa maisha yetu. Lakini Allah, Mwenyezi Mungu, anajua kile ambacho sisi hatukijui. Kitu kinaweza kuwa unakipenda sana lakini kisiwe na heri kwako, na kitu kinaweza kuondoka na ukaumia sana, lakini baadaye ukaelewa kwamba ni Mwenyezi Mungu alikuondoa. Kwa hiyo usiogope kuachilia kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakukukusudia kibaki katika maisha yako. Muombe Mwenyezi Mungu akupe kilicho bora na sahihi kwako. Lakini pia na umuombe akupe moyo wa kukikubali kile alichokuchagulia yeye. Kwa sababu mwanadamu unaweza ukawa unataka kitu, lakini kumbe kile kitu sio kizuri kwako. Lakini pia na umuombe akupe moyo wa kukikubali kile alichokuchagulia yeye, kwa sababu hapo ndipo kuna kheri zaidi. Na kuna wakati mwingine sio lazima dua yetu iwe Mwenyezi Mungu naomba umrudishe. Labda tujifunze kuwa pia tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu, kama huyu ana kheri kwangu, mrahisishie akae katika maisha yangu, na kama sio kheri kwangu, niondolee attachment yangu kwake na unipe amani ya moyo. Sometimes tunatakiwa tuombe dua hizo. Usiombe kitu ambacho tayari Mwenyezi Mungu amesha kuonesha sign, amesha kudhihirishia kwamba hiki kitu sio kizuri kwako, lakini ukalazimisha, mwisho wake unakuwaga ni mbaya sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kadari zake, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho amekuepusha nacho. Huenda kikawa kuna kheri kubwa ambayo amekuandalia baadaye. Na kitu kingine nakusihi kama mwanamke mwenzangu, besti wangu, maana mmeshakuwa mabesti zangu, usijishushe ili mtu abaki. Usibadilike kuwa mtu ambaye wewe mwenyewe humtambui ili mwingine akupende. Usibadilishe uhalisia wako ili uthaminike. Usikubali disrespect kwa sababu unaogopa kuachwa.
na usikubali kuvunjiwa heshima yako ili mtu akupende. Na tafadhali na kusihi mwanamke mwenzangu, usiombe mtu akupe kile ambacho moyo wake hauko tayari kukupa. You deserve consistency. You deserve respect. You deserve communication. You deserve peace. Na zaidi ya yote, unastahili kupendwa bila kulazimia. Nataka nikuulize swali moja. Kama ungejua kabisa kwamba mtu huyu hatabadilika, ungeendelea kukaa? Kama jibu lako hapana, basi jiulize, unamsubiri mtu abadilikeje au unasubiri wewe uchoke? Na wakati mwingine, mpenzi wangu, huhitaji msamaha, bali unahitaji kuaccept. Unahitaji kukubaliana na hali, kukubali kwamba yes, hiki kitu kimekuwa. Ukubaliane kwamba una deserve better, kwamba unastahili kilichokuwa bora zaidi. Usijishushe thamani yako. Unastahili kilichokuwa bora na kizuri zaidi. Na kama umefika hapa, nataka ujue kitu kimoja. Kama moyo wako umechoka, kama umechoka kumpenda mtu ambaye hakupi kile unachohitaji, kama umechoka kuonekana kama wewe ndio unayepigania kila kitu, hauko weak. Wewe sio mdhaifu, bali umechoka tu, na ni sawa. Jipe muda, jipende tena, jirudishe kwako, na usiogope kuanza upya. Kwa sababu wakati mwingine mwisho wa mahusiano fulani ndio mwanzo wa mahusiano na wewe mwenyewe. Kwa hiyo usiogope kuanza upya, usiogope kuchekwa, wala usiogope kuonekana kwamba umeshindwa, kwa sababu wewe hujashindwa, bali yeye ndo ameshindwa kuiona thamani yako. Mimi ni Nadia na hii ni Nadia's Heart Talk. Kama kuna sehemu ya maneno yangu ambayo imekugusa, basi please na kuomba uandike hapo kwenye comment, nimejichagua mimi, na uweke emoji yako. Na kama unahisi kuna mtu anahitaji kusikia maneno haya, basi na kuomba usisite kushare ili na yeye aweze kuangalia video hii. Lakini pia nawaomba msisahau kusubscribe kwenye channel yangu, kwa sababu episode inayokuja tutazungumzia jinsi ya kupona baada ya kumpenda mtu ambaye alikuumiza sana. Mpaka wakati mwingine, linda moyo wako lakini usiufunge. Bye bye. Assalamu alaikum. From the stories we hide to the feelings inside. From the stories we hide to the feelings inside. Every heart has a story to tell. Nadia's Heart Talks, where every heart can speak. Nadia's Heart Talks, where we find what we see. Nadia's Heart Talks, real stories, real feelings. Nadia's Heart Talks.